Ni kwamba unaniweza? Msikilize. No. Unataka sasa unisikilize. Niambie jamaa atoe kamera. Ngoja. Atoe kamera kwa sababu gani? Yaani anatoa kamera kwa sababu gani? Sikiliza. Kaka sikiliza, huyu ukienda na hivyo anataka kuifanya yeye ubabe. Abdul usitumie ubabe. Abdul hapa inabidi useme. Abdul inabidi useme. Umeisha mimi nani? Hivyo ulivyokuwa nakula hela zangu ulikuwa unaona mimi na enjoy sana kupa hela zangu hivi hivi, si ndio? Hapa ndo kambi Abdul. Basi. Sikia, msilete nani? Mbona naume mnakuaga mbwa tena nyinyi, mbona mnakuaga mbwa? Before hatujaendelea na hii video hapa, je, unatamani sana kuingiza kipato kupitia YouTube au umepambana sana kutimiza vigezo kwenye YouTube yako na haujafanikiwa? Basi Mr. Remo niko hapa kama suluhisho lako. Nitafute WhatsApp kupitia namba hii hapa ili tuweze kujenga familia pamoja na kusaidia kutafuta subscriber. Lakini kama hujasubscribe channel yangu ya YouTube, na kuomba sana nisaidie kusubscribe hapa chini, ila kama unataka kuona notification pale ninapokuwa na post unakuwa kwanza kuona, basi bonyeza alama ya kengele. Utakuwa umetisha na utakuwa umejiona kama familia. Ciao. Yo, I go by the name Ray, nyuma ya kamera kwa Gmaker G Machine. Sasa leo nimetembelewa na dada yangu hapa, ana jambo lake. Mimi na wewe mtazamaji hatujui jambo lake ni nini. Sasa nitampa nafasi hapa tuweze kumsikiliza. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Za utokako? Sio nzuri kwa kweli. Why? Yaani naweza kusema sielewi mahusiano yangu mpaka dakika yanahusiana na nini. Kumbe issue ni mahusiano. Maana ulinicheki muda mrefu bwana. Nafikiri ilikuwa last week. Yaani nimekutafuta kakaangu, sipati kukuambia. Yaani mpaka dakika hii sielewi kama nipo kwenye mahusiano au niko nje ya mahusiano. Yaani sielewi, kwa ndo maana nikasema nikutafute ili nijue mbivu na mbichi leo. Okay, unaitwa nani? Husna. Umeolewa au? Hapana, na mahusiano. Unaishi na mpenzi? Mpenzi wangu nilikuwa naishi naye, lakini si unajua tena maisha yetu ya kuungaunga, alikuwa hana kazi, mimi ndo nilikuwa najihangaikia na nini kila kitu, lakini baadaye akaja akapata nafasi ya mambo ya kuigiza, akaanza kuigiza. Lakini ninavyokuambia kakaangu, kwanza alivyoanza kuigiza yule kijana amenibadilikia, yani mpaka sielewi kama ana date na mimi au hadate na mimi. Anaenda kambi kushuti wiki 2. Nikimtafuta hanijibu, simu zangu hapokei. Hebu fikiria, ni mahusiano kweli kaka? Kwa sasa anaitwa nani huyo jamaa? Anaitwa, jina la sana anaitwa Adui, lakini jina lake anaitwa Abdul. Okay. Sasa ukijaribu kumuuliza, labda ushajaribu kumchunguza na nini, hana mahusiano mengine? Yaani mimi hapo kwenye kumchunguza nimeshindwa, ndio maana nikasema nikutafute wewe, kwa sababu nilishasikiaga unawasaidia watu kusuluhisha, ndio nikasema nikutafute ili kama inawezekana. Yaani kama itawezekana, umpigie hata simu hapa sasa hivi. Umuulize, yani umuulize mpenzi wake anaitwa nani, kwa sababu mimi nina uhakika sidhani kama atanitaja, kwa sababu sasa hivi amenibadilikia na zamani hakuwa hivyo. Yaani zamani ilikuwa yani haipita hata siku 2 si hatujawasiliana kakaangu. Lakini sasa hivi amenibadilikia, yani ukimpigia asubuhi yani kama ndo alikuwa anashuti, jioni unashinda kushika simu kweli? Sawa, uko busy unashuti. Mbona tunaona wanaumiza wanawatafuta, lakini yeye hanitafuti kabisa. Kwa mimi nahisi yule kaka yani yule ana kidudu mtu kimeingia katikati. Kwa mimi nataka umpigie simu. Kama atanitaja kweli jina langu, yani umuulize mpenzi wake anaitwa nani. Akinitaja mimi nitajua kweli niko peke yangu, mimi nitatulia. Lakini nina uhakika 100% hawezi kunitaja. Mimi naitwa Husna, wewe muulize mpenzi wake, mimi nakupa namba zake. Mpigie muulize mpenzi wake anaitwa Husna. Akikwambia anaitwa Husna sawa, lakini mimi nina uhakika yule sasa hivi hayuko sawa, kuna mtu atakuwa kashaingilia katikati. Okay, sawa, tutampigia simu, lakini kabla sijampigia nitatamani kuulize, wewe huyo Abdul mnaishi wote au? Tulikuwa tunaishi wote. Sasa hivi ameenda kambi kakaangu. Kumbe yupo kambi? Ameenda kambi, inapata hii wiki ya 2. Hashiki simu yangu. Si unanielewa kaka? Sasa usilie. Msikia Husna? Mimi naumia kaka, mimi nimehangaika naye. Yule mimi nimetoka naye mbali, mimi natoa hela zangu kwenye kibubu, mimi mama yangu ananipa mimi hela naenda kumpa yeye. Hebu unaona huo upendo kakaangu, unanielewa? Ngoja kwanza, wewe utakiwa kulia, nisikilize. Utakiwa kulia. Hujajua kama huyo Abdul ana mpenzi mwingine au pia yuko busy, kwa sababu sio kila mtu ambaye yupo kambi atakuwa na mahusiano mengine. Watu wengine wanaenda kambi serious na kazi. Kwa sababu hata mimi kambi zenyewe nishapitia, najua. Unaona? Masuala ya kuigiza najua, wasanii na wajua. Kwa hiyo sio kila msanii anakuwa na tabia za kuwa na wanawake wengi. Unaona? Sometimes yuko busy, utajuaje? Lakini sio usilie mpaka tujue ukweli au vipi? Mimi namjua yule amebadilika. Sio kupita wiki 2 hajanitafuta kakaangu. Hivi unanielewa? Mapenzi gani ya wiki 2 mtu akutafuti? Yaani kwa cha kunisaidia.
Mimi nakupa namba yake sasa hivi, naomba umpigie. Yaani wewe mpigie ndio utakuwa umenisaidia. Tumsikie kama atanitaja mimi kwa sababu mimi najua atakuwepo na mwanamke mwingine. Okay, watazamaji, tunaenda kumpigia Abduli hapa. Tumpigie, tutamuuliza bwana kwamba mpenzi wako anaitwa nani. Endapo atamtaja Husna basi itakuwa heri, si ndio? Lakini pia akimtaja mtu mwingine inakuaje? Usije ukanizimikia hapa maana naona ushaanza kulia. Akimtaja mtu mwingine, yaani ina maana na mtu mwingine, si ndio? Yaani endapo akitaja mtu mwingine, nataka nijue kabla sijampigia. Yaani maana nishaanza kuona umeshaanza kujaa tempa. Yaani mimi akimtaja mtu mwingine, nitaomba umuite hapa. Aniambie huyo mtu ameanza naye mahusiano lini na mimi ana mpango gani na mimi. Kwa sababu haiwezekani. Yaani mimi ananiacha vipi yani kwa mfano? Akimtaja mtu mwingine tumuite, itawezekana kweli? Yaani itabidi tu iwezekane kakangu. Ndio mimi nikakutafuta wewe. Nilikuwa naweza kuwatafuta marafiki zake, lakini marafiki mashemeji wanafiki. Mimi siwezi kuwatafuta mashemeji. Ndio maana nikakutafuta wewe kwa sababu utakuwa mkweli. Nataka nijue kweli tuna mahusiano au unahusiana na nini? Sawa bwana, mimi naenda kumpigia Abduli hapa. Niweke namba zake. Unazijua hadi kichwani? Kuna ubaya gani? Tunaweka namba za Abduli hapa. Usitaje kwa sauti, najua kuna watu wanakuwa wanachukua namba huko. Sawa bwana, kabla sijampigia Abduli, nyuma ya kamera yuko Jimeka Machine. Huyu jamaa hana followers kabisa, cameraman wangu kabisa, safi kabisa, mzee wa hizo kazi. Lakini tusisahau bwana, tuna udhamini wa Tronics, hawa wauzaji wa vifaa vya jumla na rejareja pale Kariakoo mtaa Likoma na Grey. Wanauza bei nafuu sana, wafanya delivery. Wapo Kariakoo. Sasa ngoja tumpigie Abduli hapa, atutajie mpenzi wake anaitwa nani. Abduli ngoja tu. Ianza naita. Mbona apokea au bado yupo kambi? Mimi najua huko atapokea. Mimi ndo anipokelee simu. Akupokee. Huko atapokea. Sawa. Halo, habari? Hello, mambo vipi? Fresh. Bwana, unazungumza na Ray hapa. Umesikia? Unaanza kunivumilia kidogo? Umesikia nani? Abduli? Yaani hapa nipe kama sekunde kama 15 hivi. Kuna kitu nataka nikuulize hapa one time tu. Asichukue muda sana, maana ungenivumilia mpaka muda wote utaongea, maana niko mazizini. Haichukui muda kwa sababu kuna mtu nimekutana naye hapa. Sasa nataka nimpe zawadi bwana kwa sababu umesikia? Nakwambia kuna mtu nimekutana naye hapa, ni mpenzi wako bwana. Sasa wakati katika maongezi nikataka nimpe zawadi hapa. Ila sasa unatakiwa umtaje jina anaitwa nani kwa sababu yeye kakutaja na akasema anakupenda 100%. Kama sijaelewa. Yaani nakwambiaje? Hapa nilipo nipo na mpenzi wako hapa. Utanisamee kidogo kama dakika moja tu, nitakukatia simu kwa sababu sitaki nikucheleweshe sana. Niko na mpenzi wako anakusikia hapa. Ila sasa natakiwa umtaje jina anaitwa nani ili nimpe zawadi. Hizo issue mimi huwa sifanyaje mwanangu? Unajua ni kwa wakati mgumu kidogo. Sikia Abduli, ndio maana nakwambia samahani, lakini nipo na mpenzi wako hapa. Najua ufanye, lakini sasa mpenzi wako pia anatamani kujua kama yupo mwenyewe kwenye mahusiano au hayupo mwenyewe. Kwa hiyo ukimtaja itakuwa inadhihirisha kwamba yupo mwenyewe. Kwa hiyo sasa tunaomba umtaje kwa sababu yeye kakutaja. Tunaomba umtaje basi Abduli. Na kuomba yani. Uko naye hapa. Nipo naye anakusikia kabisa hapa. Na maana ukimtaja tu yeye anachukua zawadi. Mimi nimekutoa mazingira gani? Ni mazingira nyumbani au umetoka kidogo? Sasa umesikia sasa Abduli? Abduli? Kulingana na mujibu wa hii zawadi bwana, siwezi kukutajia mazingira niliyopo kwa sababu naweza nikakurahisishia ukajua mpenzi ni nani. Sasa kama unaye mmoja, mtaje huyo huyo. Mimi naye mmoja. Anaitwa nani? Anaitwa Swaumu. Anaitwa Swaumu?
Do, asa mbona ambaye niko naye sio Swaumu? Umesikia Abdul, kama dakika ngapi unatoka mazoezini? Hapa niko ndo namalizia nusu saa ndo kwa nishakamalizia. Poa basi. Usitakoma alipo. Amekata. Kaka mimi nilikwambia huwa na wanawake wengine. Mimi ndo Swaumu kaka. Mimi si nimekwambia naitwa nani kaka? Mimi nilikwambia huwezi kunitaja. Sikia sasa nikwambie. Sikia. Ngoja nikwambie kitu. Usikataje Swaumu. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Issue ni kwamba yani usipanic, tulia usipanic kwa sababu sitaki issue hata akija hapa, sitaki issue za kugombana. Unaelewa? Sawa, lakini mimi naomba unisaidie kitu kimoja. Mimi nataka aje hapa. Yaani aje hapa nieleze Swaumu vipi na mimi vipi. Swaumu unamjua? Mimi simjui. Sasa sitaki kugombana kama nilivyokuambia. Shauri vipi? Na mimi tumpigie kwa namba nyingine. Si ndio? Umpigie tena nani? Huyo aje. Sasa tunamhitaji kwa sababu mimi nishamuuliza mpenzi wake anaitwa nani afu. Basi sawa, mpigie. Nimpigie kwa namba nyingine. Abduli kataja mtu mwingine. Sasa takachoenda kufanya hapa, dada usilie lakini pole sana. Sawa. Pole sana, sawa? Yaani mimi siwezi kupoa mpaka aje kwanza hapa niambie vizuri. Sasa mimi mpaka dakika hii sielewi kakaangu. Yaani sielewi. Sawa bwana, tunataka tumpigie hapa. Lakini kasema nusu saa. Kwani tusubiri nusu saa kwanza? Ndio ndo tumpigie. Au? Huyo aje. Akasema nusu saa, unajua ushauri tunakushauri. Yupo kwenye mazoezi. Ushaelewa? Nataka tusubiri nusu saa, asahau kwanza. Au unashaurije cameraman? Asahau kwanza. Samani. Wewe kwa jinsi ulivyomsikiza unahisi kwenye mazoezi wewe? Wewe yupo kwenye mazoezi huko na mwanamke wake. Wewe mpigie unavyoweza atakuja utaniambia. Yaani mpigie atakuja. Sawa. Nisubiri. Msubirie kama huyu hajaongea naye. Yule mimi kaniambia upo kambi wanashoot. Sasa mazoezi gani? Kama anapata muda aje kwenda kwenye mazoezi, anatoka kambi anaenda kwenye mazoezi. Atashindwa kunipokelea mimi simu yangu kweli? Mimi siko kaziona mpaka nafika hapa kaka, mimi nimemtumia message. Na zinafika. Ina maana kama anaenda kufanya mazoezi wewe simu yako mbona kapokea? Mimi nilijua labda pengine amekufa au labda pengine ana matatizo. Kumbe ananifanya makusudi. Sasa mambo gani? Sasa watazamaji, ili sasa tusizue taharuki. Mimi sasa nakushauri hichi kitu. Na nitaomba unisikilize. Tumpe dakika hizo alizosema dakika 20. Na maana mtu akishamaliza mazoezi anakuwa free. Tunaweza kumwambia chochote. Sawa. Ndugu zangu kamtaja Swaumu bwana, lakini unavyojua mzee wa kuforce tutakachokifanya sasa. Jimeka tunakati kidogo tunasubiri. Sasa usilie. Usina. Usilie sasa. Kaka wewe ujui, yani kakaangu mimi, yani ujui mimi naumia kiasi gani. Kwa sababu mimi huyu mtu nimetoka naye mbali. Mimi ilikuwa mamangu anachezesha hadi vikoba. Mimi nachukua hela za mamangu naenda kumpa yeye. Mpaka naenda kambi mimi namfungashia sijui unga sijui nini, naenda kufanya kazi. Najua mwanaume wangu akipata hela tukitoboa tutaishi vizuri. Anakuja kunifanya mambo kama haya kweli kakaangu nisilie kweli? Ngoja. Hivi kwa nini mnakuwa hivi wanaume? Yaani kwa nini mnakuwa hivi yani? Umesikia ngongo mbeki kitu. Wewe una haja ya kulia. Mimi akifika hapa, akishafika ndo tunamuuliza Swaumu nani. Pengine kaamua tu kutaja, wewe utajuaje? Kwa nini asingeamua jina langu? Yaani mimi nakwambia mpaka apokee simu wiki 2, hamna mahusiano ya hivyo kaka. Mimi kuja hapa mimi sio mjinga. Huyu mimi ananifanya mimi mjinga. Alafu mimi nishatupa gharama zangu kibao. Hivi dunia leo kuna mwanamke anatoa hela yake kumpa mwanaume kweli? Mimi nina kasoro gani hapo unavyoniangalia kushinda kupewa hela na mwanaume mpaka mimi natoa hela yangu nampa mwanaume? Yaani ananichukuliaje yani kwa mfano? Yani mimi siwezi. Yani mimi naomba tu aje hapa. Yani tujue mbivu na mbichi. Na kama inawezekana nirudishie hela zangu zote. Mimi siwezi. Yani mimi siwezi. Kama tunaachana. Kama shilingi ngapi umewahi kumpa? Sasa yeye ndo atapiga mahesabu. Kwa sababu mimi ninavyokuambia, akija hapo kimuona, alikuwa amenyolodoka, amekonda. Wewe akija hapo utamuona sasa hivi alivyonenepa. Alikuwa vile, kuonesha hata picha zake au kama unaweza mimi niingie Facebook nikuoneshe picha zake za zamani alivyokuwa. Mimi ndo namtunza, mimi ndo kila kitu. Mimi nafanya kazi nampa yeye kwa sababu alikuwa hana kitu. Anategemea hizo sanaa, basi afanye kazi atoboe apate hela tuishi vizuri na mimi najua nitarudisha gharama zangu. Vitu kama hivi kweli? Yaani mtu unamtoa chini, anaenda juu, anapata mwingine ambaye anaenda level zake. Mimi sitoweza. Yaani mimi sitoweza kakaangu. Kwa sasa utaachana naye au inakuwaje? Yaani lazima tujue kwanza Swaumu ni nani kwanza.
Sasa usilie bana dada. Usilie bana. Usilie. Sasa unamlilia wanaume wakati wanaume tupo wengi jamani. Wanaume si wapo wengi jamani. Usimlilie mwanaume. Kaka, mimi sio kama sitongozi. Mimi natongozwa kila siku. Yaani hata sasa hivi kuonesha simu yangu message mimi natongozwa. Na hicho mimi ndio kinachoniuma mimi. Yaani yeye kwamba mimi ananionaje mimi namsikilizia hivyo na mimi mjinga. Huyo shule katokea wapi? Kamtaja si Swaumu. Swaumu? Mimi sielewi ndugu yangu, nimechanganyikiwa. Muite hapa ataniambia kama ndo Ashura si Swaumu, si Adija, tutajua hapa. Mtazamaji, sasa hapa tunachokifanya tunasubiria nusu saa kama alivyosema. Hivi haijafika. Bado haijafika. Tumpigie kwa simu nyingine. Sasa hapa nitampigia kwa simu nyingine. Ile nyingine haikuwa na dakika, so nitampigia kwa hii simu ndogo. Tutajifanya sasa Yes anaigiza. Nitakachokifanya sasa nitajifanya kwamba na issue ya kazi. Sawa. Sasa hiyo ni mipango yangu. Lakini kingine naogopa sije kama mambo ya ugomvi. Maana mimi ugomvi sasa hivi bwana, I don't like that man. Kwa hiyo nitajifanya na kazi, nitampigia. Nikimpigia sasa nitamuomba aje. Kama atakubali nitamuomba aje. Na nitabidi ikiwezekana nitabidi nibadilishe sauti. Kama unajua mzee wa kuforce lazima aje. Sawa. Dada tunamsubiri, sawa? Bwana Husna analia bwana, wanaume hawa. Jamani nyewe wanaume. Hata mimi nikiwemo, lakini anyways, nyuma ya kamera yuko Jimeka utakati kidogo. Alafu tutaendelea baadaye pale ambapo itafika nusu saa. Bwana, sasa imepita takribani dakika 35. Kwa mujibu wa muda aliotuambia, nataka nikampigie sasa hapa Abdul. Sasa kama nilivyowaambia, ninampigia kwa lengo lingine. Nitajifanya kama mimi ndo sijampigia kuhusu mahusiano. Kwa hiyo ni namba nyingine hii hapa. Kwa hiyo nampigia, bwana copy namba chap. Nampigia hapa. Nimwambie bwana kuna issue ya kuigiza, issue ya kazi. Kama ataweza aje, nitamuelekeza ofisini. Ampigia hapa Abdul. Dada, sasa usije ukashauti akasikia, sawa? Mwache mpaka aje. Naita. Hello, habari? Before hatujaendelea na hii video hapa. Je, unatamani sana kuingiza kipato kupitia YouTube au umepambana sana kutimiza vigezo kwenye YouTube yako na haujafanikiwa? Basi Mr. Remo niko hapa kama suluhisho lako. Nitafute WhatsApp kupitia namba hii hapa ili tuweze kujenga familia pamoja na kusaidia kutafuta subscriber. Lakini kama hujasubscribe channel yangu ya YouTube, na kuomba sana nisaidie kusubscribe hapa chini, ila kama unataka kuona notification pale ninapokuwa na post unakuwa kwanza kuona, basi bonyeza alama ya kengele. Utakuwa umetisha na utakuwa umejiunga kama familia. Ciao. Habari? Salama. Unazungumza na Gerard hapa? Casting manager hapa kutoka Nexus Entertainment. Kwa sasa hivi uko wapi ndugu yangu? Maana nimepewa namba yako na mtu hapa. Uko wapi sasa hivi? Sasa hivi hapa niko maeneo ya Sinza kutoka Sinza? Yaani ushamaliza au maana kulikuwa kuna issue ya kazi hapa, nilikuwa natamani kama tunaweza tukaja kuonana hapa ofisini mara moja tu. Sorry lakini nimekupigia usiku, ila ni issue ya emergency ghafla tu. Kwa hiyo kama unaweza ukaja nikuelekeza hapa ofisini tuongee kuhusu kazi. Amini Mikochani A. Si muigizaji, maana nimeambiwa ni muigizaji hivi. Kuna casting niko naitafuta, kwa hiyo nimepewa namba yako. Kwa hiyo nataka nikuone physically afu tuone tunafanyaje kazi. Kwa hiyo alikuelekeza wewe bado unifahamu. Hata hapo kuniangalia mtazama. Kanitumia picha jamaa, kanitumia picha yako. Sasa nataka uje nikupe mpango kazi yani. Hata sasa hivi kama utaweza chukua hata boda, mimi nitakulipia.
ili uweze kufika haraka. Amna, nasema hivyo kwa sababu usinipo ofisini. Ina maana hii ni kazi ya kiofisi. Na uzuri hii kampuni yetu imeshoot series ya mchongo. Kwa hiyo kama umeiona ile Azam, kwenye Azam ile mchongo series. Usije kaisi labda unaitwa na vibaka, hapana. Ni kampuni kabisa inakuita. Ndio maana akasema nitakulipia. Kwa hiyo ni issue ya kampuni. Poa. Basi nakutumia namba hii ipo WhatsApp. Au sikia, andika hapo Nexus Entertainment kwenye Bolt, Nexus Entertainment. Nakutumia message hapa za kawaida. Okay, sawa. Nitumie basi ile location naweza kufika. Maana nimeshatoka, kwa hiyo ndio kwanza ile hapo ile inaendelea tu nyingine. Sawa. Nakutumia hapo kwenye normal text. Maana hapa tunatumia simu ndogo hapa, simu kubwa imezima. Poa. Samahani kidogo nimechukua mara niko nimesimama nafanya maamuzi. Hapo. Jamaa yuko fast akasema nijaribu kuwahi maana anataka afanye maamuzi. Yaani huyu jamaa anakuja. Sasa basi tushamdanganya, namtumia message hapa Nexus Entertainment. Nexus Entertainment weka Bolt. Sasa sister, Abduli anakuja. Sawa. Chonde. Yaani kugombana ndio swala ambalo sitaki. Abduli kwanza analinganaje? Ni mtu mzima sana? Kijana tu. Kijana. So ni msigombane, sawa? Yaani mimi sitaki ugomvi kabisa. Ila mimi nataka tu nijue huyu alomtaja ni nani na ana mpango gani na mimi na kwa nini apokee simu zangu. Basi. Sawa, mtazamaji, tunamsubiri Abduli hapa. Bila kusahau tupo na udhamini wa Tronics, wauzaji wa vifaa vya jumla na rejareja pale Kariakoo, mtaa Likoma na Grey. Nyuma ya kamera kwa Jimeka mashine. Tuendelee kumsubiri Abduli hapa. Usishangae hapa tuna shoot. Uzuri ni production house ambavyo ni Nexus Entertainment kama inavyojieleza kwenye bango pale, umeona. Na leo tulikuwa kuna audition kwa ajili ya kazi. So usishangae tunachukua behind the scene baadhi ya wasanii ambao tumewaita. Sawa. Wewe msanii? Ni msanii. Karibu sana. Njoka. Kampuni yetu bwana hii imeshoot series ya mchongo kama umeisikia au umewahi kuona, kwa hiyo uko sehemu sahihi kabisa. Karibu kaya. Yaani nilipopokea simu mazingira jinsi yanavyokuja kuwa naona tu kidogo tofauti, ndio maana nakuta nimeshangaa nilivyoingia vitu kama hivi. Okay. Bwana mimi kwa majina naitwa Gerard. Unaona? Kama nilivyojitambulisha mwanzo pale, ni casting manager. Unaona? Kwa hiyo lengo la kukuita hapa ni issue ya kazi. Sawa, kuna series tunaiandaa hivyo. Kabla sijananio, ngoja nimuite. Skip. Wangu. Na tumaini wewe unamjua, unamfahamu. Abduli. Mambo niache kaka. Abduli mimi nani? Abduli mimi nani? Sikia. Abduli umeniita nani mimi? Umwambia una mbezi wako anaitwa nani? Mwanangu. Sikia kwanza, sikiliza. Sasa nikuelezee. Sogeza kamera hivi mwana. Tulia ngoja kwanza. Kaka usimpe nafasi ya kujitetea. Mwambie ukweli, mwambie ameniita nani mimi. Yaani mwambie kwanza ameniita nani. Ngoja. Yaani inafanya unakuja hapo unajitoa ndo mbabe, wakati wewe ndo umekosea. Huyu anajua anachokifanya huyu. Sikia Abduli. Kamera haitoki. Nisikilize kwanza. Ni kwamba unaniweza? Nisikilize. No. Unataka sasa nisikilize. Wewe unajua upo ofisini hapa, nisikilize. Yaani wewe unatakiwa unisikilize. Mimi si nimekuita? Mwambie jamaa atoe kamera. Ngoja. Atoe kamera kwa sababu gani? Yaani anatoa kamera kwa sababu gani? Sikiliza. Kaka sikiliza, huyu ukienda na hivyo anataka kufanya yeye ubabe. Abdul usitumie ubabe. Abdul hapa inabidi useme. Abdul inabidi useme. Umeita mimi nani? Hivyo walivyokuwa nakula hela zangu ulikuwa unaona mimi na enjoy sana kupa hela zangu hivi, si ndio? Wewe umeniambia umeenda kambi, hapa ndo kambi. Hapa ndo kambi Abdul. Basi.
Sikia, msilete nani? Mbona naume mnakuaga mbwa tena nyinyi, mbona mnakuaga mbwa? Poa. Mimi napoteza hela zangu kibao. Alafu anakuja hapa anajifeta na vimba tu. Mbona miaka unamtisha, unasikia Unaelewa? Hapo inabidi uongee, yani unyoshe maelezo. Huyo alomtaja nani na mimi nani? Alafu na gharama zangu inakuaje? Wewe umeenda kama upokee simu sia unayo, kwa nini unipokelea simu zangu? Uliza tempo nani? Abduli, wao usiondoke. Nisikilize mwanangu. Usiondoke. No, nisikilize, sawa? Ona nakusikiliza. Umenipigia simu mara hizi mbili. Umenipigia simu namba ya kwanza, umeniuliza maswala ya challenge sijui nini, nikamwambia hivi vitu sifanye. Sawa? Sio, unanielewa? Umenipigia simu mara pili, ukaniambia kuna kazi, ndio nimekuja kusikiliza huo wito. Unaletea magumashi. Sikia sasa, issue sio. Unafahamu nini? Abdul magumashi ndo mimi hapa. Unataka kuniambia nini? Abdul magumashi nani? Abdul magumashi nani? Abdul nitakuharibia ujue. Msigombane. Wewe unanichukuliaje mimi? Yaani unanichukuliaje? Toa kamera mwanangu. Toa kamera kwa sababu gani? Nini? Kamera. Alafu mimi siogopi vile. Dada, mimi nataka niambie kambi ndo wapi na hapa wapi? Hapa kambi hapa. Wewe hapo umefuata nini? Unaniuliza nifuata nini? Wewe ulimpigia simu, yani wewe ulipokea simu kumtaja girlfriend wako nani? Nani alikuruhusu hapa? Unataka kujua mimi nilichokifuata hapa? Ulikuwa unapokea simu zangu wewe? Nani alikuruhusu hapa? Mimi huko mbona simu yako umepokea, mimi kwangu hujapokea. Ungepokea simu zangu mimi ningekuja hapa. Wewe unataka kuzungumza mimi sehemu kama hii? Kwa hiyo unataka tuzungumzie wapi? Kwa mwenyekiti, kwa mjumbe, baraza kuu, baraza la sanaa ulipokuwa. Wewe ulikuwa kambi gani? Kambi gani umekuja na mibegi sumu toka gym, sumu toka wapi ndo kambi? Kwa hiyo lengo lako lilikuwa ni kunitia aibu, kunifedhesha vitu kama hivyo. Aibu umeitaka wewe. Kwa hiyo kuna mbezi ule unga, sijui mchele unaenda na ukambi ndio unaenda kupika kwa hiyo Aisha, sijui Mwajuma kamtaja nani? Kamtaja nani? Swaumu kamtaja. Swaumu ndo nani? Yaani usigeuze kibao, huyu anataka kugeuza mada. Mimi unamjua. Hapa sio sijaipata. Tulia mwanangu, ngoja kwanza. Nikwambie kitu kimoja. Kwani huwezi kunisikiliza mimi mzee? Kitu kimoja, sawa? Umemwona huyu? Huyu mimi ni mpenzi wangu, sawa? Issue ya mahusiano unaelewa, sio issue ya kuingilia. Umeelewa sijui? Sasa mwanangu hapo kuna kitu, nisikilize. Kama alikuwa na changamoto au swala lolote, ana wasiwasi nalo. Niambia mimi. Simu yake upokee. Umeona naye kitanda kimoja. Simu yako mimi namba zangu umefuta au umefanyaje? Kwa nini ukapokea simu zangu? Abdul unaenda wapi? Abdul hata matuelewani. Mimi niumize. Lakini uniambie. Ulomtaja nani? Mimi nani? Na una mpango gani na mimi? Basi mimi naondoka zangu. Kwani mimi nina kasoro gani babu? Mimi nina shida gani babu? Mimi nakulindia heshima, unaona mimi mjinga au? Wewe ulikuwa hivi wewe Abdul? Ulikuwa hivi? Wewe ulikuwa hivi Abdul? Wangu sasa sikiliza. Tulia mwanangu. Sasa usilete ugomvi. Tunapimana nguvu. Usilete ugomvi mwanangu. Sikia, usilete ugomvi. No, tunapimana nguvu. Usilete ugomvi. Wewe unamkimbiaje mwanamke? Sikiliza. Nakusikiliza, tunapimana nguvu. Sasa mwanangu usijikute mwili, nisikilize nikwambie. No, tunapimana nguvu. Sikiliza basi. Mimi sijakuta kwa ajili ya kugombana, nisikilize. Huyu hapa ni mwanamke wako. Sasa unaona kuna tatizo, unakimbia tatizo. Mwanaume akimbii tatizo. Yeye unatakiwa usolve tatizo ambalo liko hapo, unatakiwa kukimbia. Sasa hapo utaonyesha unyonge. Nikuulize, huyu mimi nani? Sasa si mpenzi wako mzee na kuna shida. Dada unaangalia nini tena? Huyu mimi nani? Tunakambi babu hivi. Wewe nani katika sisi hapa? Yaani wewe hapa unatuhusu nini sisi? Nisikilize mwanangu. Mimi hapa nafanya content. Wewe baba yake. Sio baba, sikiliza basi. Mama yake. Wewe usigeuze kibao mzee. Unaingilia issue hii. Sasa wewe mwambie Swaumu ni nani? Swaumu ni nani? Mimi kwani unapokea huyu? Kwani unapokea huyu? Bado ujitetea. Sawa, naomba niulize nyinyi mnamjua Swaumu. Swaumu ni nani? Nikuulize Swaumu nani? Sio unamwona wewe unaniuliza mimi namjua Swaumu sasa? Mimi nimtaja Swaumu hapa. Mzigo wake mwekea hapa tu. Usiharibu mzigo yake. Mimi nimtaja Swaumu hapa. Unajua mimi namheshimu sana ukaka. Mimi namheshimu sana ukaka. Ninyi mnaheshimiana, mnajuana, mimi sijui. Wewe una heshima au sio? Namheshimu huyu nani? Hizo au sio? Basi kakangu ina shida, umwache aende. Mimi nishaelewa. Mimi nafahamu. Nisikize nikwambie kitu moja. Sasa na mimi yangu nakuheshimu. Ngoja Abdul. Kwa sababu mnajuana. Sio hivyo Abdul, sio hivyo. Abdul sio hivyo. Sikilize. Abdul. Anakiwa sasa aseme kama anabaki na Swaumu tujue. Achana naye. Nisikilize. Sawa? Huyu kama ana changamoto angeshare na mimi hilo jambo, ameniuliza mimi moja kwa moja. Sawa. Wewe baba yake? Mimi sio kama ni baba yake. Nisikilize. Ngoja kwanza. Wewe nani? Sasa ngoja sana kuelezea. Bwana, mimi nafanyaga content za mahusiano. Kama kuna issue za migogoro katika mahusiano, usuluhishaji, upatanishaji, ndo hizo nafanyaga. Sasa huyu baada ya kuona content zangu mtandaoni, kanitafuta kwamba ana shida yake na yeye kwa mpenzi wake ambaye sasa ndo wewe.
Mwanzo kabisa amekuja hapa na atoe kamera pale. Sasa issue ya kamera mzee, issue ya kamera hiyo sio shida mzee. Kwani wewe kuna kitu kuna kibao tumefanya hapa? Nisingekuja. Mambo gani Abdul umekuja kunifanyia mbele za watu Abdul, unavyotaka kukimbia unaonyesha fedhea. Mwanaume anatakiwa kukimbia tatizo mzee. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, sawa? Wewe kama unasuluhisha mahusiano, unafanya chenza mahusiano, sio hiki hapa ambacho tunazungumza sisi sasa hivi. Huu ni ugomvi. Sio ugomvi, sasa unatakiwa wewe umwambie Somu ni nani? Sasa Somu, mimi nimemtaja Somu hapa? Tumekupigia simu ya kwanza umemtaja Somu mwanangu. Usikatae, sasa unakataa. Sasa nisikilize. Sasa okay. Wewe unanifahamu mimi? Sasa mimi sikufahamu, mimi nimetambulishwa na Husna hapa. Kwa uhalisia wangu unaofahamu? Yaani mimi sitaki kujua uhalisia wako. Hicho mbona nataka nijue. Wakati unanipigia simu unaniuliza, mimi wewe nilikuwa nakufahamu? Mimi nimekwambiaje? Hivi unaelewa Kiswahili vizuri? Unaelewa Kiswahili vizuri? Nakwambia kwa sababu, sawa? Wewe umeniuliza swali kwenye simu. Umejitambulisha wewe. Una uhakika ulivyojitambulisha mimi niliafiki kabisa kwamba ninakufahamu niweze kukwambia chochote ambacho unachoniuliza kiusahihi zaidi? Kwa sasa unataka kusemaje? Kwa maana ya kwamba niongea lakini hakina uhakika kitu ambacho nilizungumza. Swaumu sio mpenzi wako. Nasema niliongea. Kitu ambacho nilizungumza kwenye simu hakina uhalisia wowote. Hivyo. Oya Abdul nenda. Ana uhalisia. Tondoke. Uende na nani? Sasa mwanangu huyu hapa umjibu message wiki ya pili sasa hivi uko kani. Muulize vizuri, afa ananiambia tuondoke uende na nani? Kwa hiyo hapa ndo nyumbani. Hapa ndo nyumbani. Wewe umetoka wapi? Hapa ndo nyumbani. Wewe unajua mimi naishije wiki mbili unipokea simu ufanye unajua mimi naishije? Hapa ndo nyumbani. Au unaifa unajali sana kwa sababu umekuja hapa unaifa unajali sana. Wewe uko unajali simu ungekuwa unipokelea simu zangu. Nenda. Sawa, tondoke basi. Nishaelewa, hadi wewe nenda na nakwambia hivi, Abdul usinitafute. Yaani mimi hapa tumemalizana. Wewe si umeona sifa hapa ndio umenisalilisha fresh, wewe nenda. Tondoke basi. Nenda uende na nani? Kaka usikanikuta hapa. Meta niacha hapa. Unajua wewe ni mshenzi vile vile. Sawa? Wewe ni mshenzi. Kwa sababu kama ungekuwa na timamu akili yako imekaa sawa, nisingekuta hapa sasa hivi. Hii sasa hivi saa ngapi? Swala langu mimi na wewe kuondoka, nimekupigia simu au nimekuaga nimeondoka nimeenda mbali. Hapa vinahusiana nini? Huyu ni babu yako au baba yako kwamba umekuja kumshtakia. Wewe ulishakuniambia mimi kwamba una changamoto kama hiyo ambayo unaifanya kitu ambacho hakikuridhishi wewe afu kaniambia kwamba bwana hicho kitu unachofanya mimi sikipendi, nikashindwa kubadilika. Sasa mwana mwenzebu ongea naye basi. Acha mambo ya ajabu. Wewe unataka niongee naye? Nikuache sio? Wiki mbili upokee simu, sijui uko wapi? Hapo unaniambia ati ningekwambia kwenye nini sasa? Sasa nikuuliza hapa ni kituo cha polisi kuja kunitafuta. Wewe mbona umefika hapa? Sio kituo cha polisi, mbona umekuja? Abduli, sasa unamwachaje mkimya? Before hatujaendelea na hii video hapa. Je, unatamani sana kuingiza kipato kupitia YouTube au umepambana sana kutimiza vigezo kwenye YouTube yako na haujafanikiwa? Basi Mr. Raymo niko hapa kama suluhisho lako. Nitafute WhatsApp kupitia namba hii hapa ili tuweze kujenga familia pamoja na kusaidia kutafuta subscriber. Lakini kama hujasubscribe channel yangu ya YouTube na kuomba sana nisaidie kusubscribe hapa chini, ila kama unataka kuona notification pale ninapokuwa na post unakuwa kwanza kuona, basi bonyeza alama ya kengele. Utakuwa umetisha na utakuwa umejiona kama familia. Ciao. Sasa unamwachaje mpenzi wako? Sikia mwanangu, usiondoke naye mimi. Ngoja mwanangu. Sikiliza basi mwanangu. Mimi ni lasta mwanangu, usinipime, sawa? Tunaongea kiume. No, nisikize, mimi ni lasta, usinipime, sawa? Sio kama nakupima mwanangu. Sasa wewe wangu issue ya mwanamke na bwana, tumeona tumwache Abduli aende bwana. Sasa okay, dada, kwa what next? Kwa tunafanyaje sababu? Yaani mimi sikutegemea kama nikuja kunizalilisha hapa. Yaani kwa sababu alichokifanya huyu mimi nikuja kunizalilisha. Alafu mimi hivi sio vitu vyangu kabisa. Mimi ule nimetoka naye mbali. Ule sio mtu tu nimekutana naye barabarani. Miaka 6 sasa hivi tunafunga. Anakuja kunifanya vitu vya ajabu kama hivi. Kwa sasa nikutafutie mchumba au tufanyaje? Oya, yaani mimi sitaki tena sasa hivi. Yaani mimi sitaki loliza mapenzi, si mchumba si nini sasa hivi. Sababu umeona ngokwambia, umeona hivi huyu anavyokuchezea, kuna watu huko wanawaza watakupata lini. Yaani shikilia hapo hapo. Yaani sio watu wanawaza, watu wananihangaikia. Mimi na kasoro gani babu? Wewe uje naangalia vizuri nyanyuke. Nyanyuke. Na shida gani mimi hapa? Watazamaji fine. Na shida gani? Labda waulize watazamaji. Hauna shida. Unatembea au unaongea? Na ubaya huo kukosa mtu kunipenda mimi. Mwacha achana naye. Mwenye niko na mstiri tu mtu mweusi kama kiwi ndugu yangu. Ana uzuri gani yule? Ana nini yule? Mimi mwenyewe nimemwonea huruma. Yaani mimi watu wananishangaa wewe unampendea nini? Mtu ana taila, mimi natoa hela zangu nampa naenda kambi sio pia haya ashuti leo, ashuti kesho mpaka aje kutoboa ndakuwa kanumba au? Atafika wapi yule?
Nani mkoba wangu nimekaa. Mkoba wako pale. Yaani issue ya Abduli imekuwa nzito, lakini so far so good. Nitamani unakaa unalihurumia, unafanya kila kitu. Ndugu yangu, yani mimi mpaka dakika hii nakwambia wanaume wote mbwa. Yani mimi sasa hivi mtu asinisemeshe, siniongeleshe. Alafu yule bila mimi nitamalizana naye. Ngoja naku. Oya. Mimi siwezi kuondoka, naomba tuondoke. Sasa mwanangu, mbona naomba tuondoke. Kakaangu mimi naomba nisaidie. Mwanangu sikia. Kwani shida nini? Sawa, kwani shida? Shida nini? Mimi siwezi kuondoka bila wewe hapa. Wewe umekuja na mimi hapa. Wewe mbona uliniita mimi hapa? Mwanangu sikia. Sasa yani mpaka nashindwa sasa nifanyaje? Mwanangu wewe hapo umemtaja Saumu kwenye simu. Sasa unaacha kesi unaondoka. Kwa sasa unatakiwa usolve kesi kama nilivyokushauri. Wanaume siku zote toga atuachi kesi. Yani kwamba unaiachia tu hewani. Lazima usolve mwanangu. Sasa hiyo issue ya kuondoka lazima urealize hapa kila kitu mzee. Wewe tunaenda wapi? Yeye ametoka wapi? Hapo anataka na mimi wapi? Uko kambi au twende wapi? Naomba twende nyumbani. Nyumbani kwa nani? Nyumbani kwetu tunapoishi. Unalipa kodi wewe? Unalipa kodi? Nakaa jimu ulipokuwa. Tulikuwa jimu nenda. Sogea mwanangu huko, labda sogea ongea naye huko. Yaani unajua hapa mimi naweza ngoja nikushauri Husna. Mimi nakushauri kitu kimoja. Sitaki mgombane, sawa? Sogea hivi. Sogea usiogope au unamuogopa? Sasa mimi muogope wewe. Unamuogopa? Anang'ata au? Sawa, sasa mwanangu. Sisi hapa bwana, swala la kukuita wewe kwa swala la ugomvi. Jambo wewe umelipokea kama ugomvi fulani, lakini kwa sababu ugomvi. Huyu dada yeye anakupenda alivyonambia. Umeona? Lakini sasa wewe umebadilika sana kulingana na matukio ambayo unamfanyia. Umeona? Ndio hicho ambacho kilikuwa kinamuuma zaidi. Sasa na wewe ulivyokuja, mbali na kumtaja Saumu, bado umekuja ukaanza kujibu shit. Unaona? Ni kitu ambacho kimemuumiza. Wewe uko upande wa nani? Mimi siko upande wa mtu yoyote hapa. Siko upande wa mtu yoyote. Ila mimi nachojaribu kusimamia hapa pawepo usawa kama dada alivyoomba. Kwa hiyo sisi tuko lako ni kuweka nini? Usawa. Kwa nini unaniuliza maswala kunibana mimi, kunibana sana mimi? Unajua ukishaweka vitu wazi vinakuweka uhuru. Si unanielewa? Sasa kipi ambacho wewe unataka kufahamu, wewe unataka kujua? Kwa sababu labda yeye ndo aulize. Dada hebu muulize wewe. Maana mimi nikiongea naona kama mimi atonchosha huyu mjeuli. Yaani mjeuli kwa sababu mpaka dakika hii ameshaharibu. Alafu unamsikia majibu yake anavyojibu. Sasa mimi nishaambia nenda. Yeye mwenyewe kaenda karudi. Karudi haeleweki. Unataka nini? Funguka. Wewe si ndio umerudi hapa au? Tuondoke kivipi? Yaani tuna misingi gani ya kuondoka pamoja yani? Kwa nini mimi nenda kwanza tunaonana hapa? Hebu nisaidie. Labda mimi ndo sielewi. Sasa nikuulize. Leo unataka kulala hapa? Wewe unajua mimi kama nimelala hapa jana, juzi, wiki mbili zote unajua mimi nalala wapi? Mimi ndo nimehamia hapa, ndo nakaa hapa sasa. Sijui kanisababisha matatizo, akajua ni unalala kwangu. Kaka. Sikia kaka. Mimi nataka nyoshe maelezo. Kwa sababu mpaka dakika hii kashalimu. Nataka yani kwa sababu mimi kichonileta hapa nitaka nijue nafasi yangu. Sasa mimi nishaijua. Sasa hapa tunataka yani anatusuluhisha nini? Kwa sababu mimi huyu ana mwanamke wake. Wewe umekasirika nini? Kilicho kufanya uje hapa? Naomba maiki kaka. Simu zangu ulikuwa upokei kwa nini? Mimi niambie tu hapo wiki mbili zote ulikuwa upokei simu zangu kwa sababu gani basi? Nikuombe kitu bro. Sijapokea simu kwa sababu nilikuwa niko set na shoot. Nyinyi si ni watu wa video production? Mnaelewa msanii anapokuwa yuko set? Naelewa, hata nikuposha mwelewesha, lakini kitu gani ambacho unatakiwa uzingatie sana? Unajua siwezi unajua production zinatofautiana kila siku production. Sawa, ukiwa uko set huwezi kukaa na simu. Sawa? Kuna script, kuna vitu vingi kwa wakati wewe anakupigia mbona umepokea na umekuja hapa? Sawa, sasa wewe unanipigia simu nikwambia niko wapi? Uzuri yeye ulikuwa unasikia amesema yuko. Sasa kama alikuwa anasikia anataka ugomvi wa nini au anataka tubishane nini? Sikia mzee. Pigia simu niko mazoezini. Nimemaliza mazoezi nimekuja kumsikiliza. Hoja ambayo aliniitia mimi sio hii. Sawa, amenitia hoja ya kazi. Bwana njoo tuzungumze kazi, ndio maana nilikuwa niko hapa.
Au ulipiga simu sababu na mimi ni malaya na kuja tu njoo kama vipi? Si ni kazi ndio ilionileta hapa. Mimi sijafuata hapa wanawake. Wewe umemind nini au kitu gani ambacho kifanya ukasiriki? Kwa hiyo kwa maana hiyo, yani mpaka dakika hii waje nikosea kitu, si ndio? Kama kuna shida ya mimi kutopokea simu zako ni kwamba nilikuwa niko location. Nikiwa set siwezi kushika simu. Ile ambapo unapokuwa niko free tunazungumza. Ina maana kwa niambie wewe tuna siku ngapi tunazungumza mimi na wewe? Wiki mbili. Wiki mbili. Na uhakika? Wiki ya kwanza ya pili. Sawa, naomba tukazungumzie nyumbani hivyo vitu. Alafu ukitaka kujua ukweli wa hivyo vitu, tutaongozana mimi naye moja kwa moja mpaka set. Unasemaje kuhusu hiyo? Yaani sasa nisikilize kwa upande wangu. Wewe sababu unampenda mshikaji? Sababu unampenda mpenzi wako? Sababu unampenda? Muulize ananipenda nipendi. Asa mpaka sikia. Kaa kwanza kidogo. Ngoja tukae kwanza hapa. Eti mwanangu. Labda nikuulize swali. Naweza kawa swali la uzushi lakini sijui utalipokeaje. Wewe bado unampenda huyo dada? Nampenda ndio maana niko naishi naye. Kwani wewe muulize huyu ametoka wapi? Kwamba alikuwa kwao au alikuwa wapi? Alikuwa yuko nyumbani na ni mtu ambaye ninaishi naye. Sasa umemweka ndani afu umzingatii simu umpokelei na maana gani? Ngoja nikuulize bro. Unajua shida huwa hazijifichi, sawa? Mtu akiwa na shida tunacho unamuona huyu ana ziki au ana shida. Unafahamu huyo mwanamke ana shida? Muangalie wewe mwenyewe unapomwona ana shida. Sasa unajua mimi kumwangalia mtu hivi unajua shida. Uko naye muda mrefu. Toka ambako unanipigia simu mimi niko mbali ulikuwa uko naye. Mwangalie tu unapomwona ana shida. Dada una shida? Labda najua kuna shida ambazo zipo ndani. Hichi kitu ambacho tunazungumza ni lazima kurekodi hapa sasa hivi. Hatuwezi kusolve pasipo na kuchukuliwa nani? Sasa pakiwepo na ushahidi na kwa nzuri. Sawa, unapomwona wewe ana shida. Dada una shida? Mimi sina shida, shida nazileta yeye. Kwa nini unasema mimi situnzi au mimi naita fujo? Sijasema mimi. Yeye ndo kasema kwamba wewe hapa hujampokelea simu wiki mbili. Sasa ni hivi. Hizo ni changamoto ambazo zinatokea. Sawa. Akitaka kujua kule hicho kitu nimeomba tuondoke nyumbani. Kesho asubuhi tutaongozana mimi na wewe. Kwa ajili ya kujua kwa nini mimi sijapokea simu hizo wiki na sio wiki mbili. Nadhani ni siku 3 tu. Nataka nikwambie, unajua maisha bwana. Maisha kuna muda mtu anaweza kufanya vitu vikakuvunja moyo kabisa. Yaani mimi mpaka nimefika hapa sikukurupuka. Na wala sikutaka kufikia huko. Lakini yeye mwenyewe amesababisha. Mimi nilikuwa namheshimu. Na afu hivi vitu hamna mtu ambaye anapenda eti vitu vyake vya mahusiano vifike hadi kwenye mitandao, si kwenye maneno watu wanione. Mimi watu wananicheka, mimi watu wananionaje? Si unaona? Sio vitu vizuri. Lakini mtu nimekaa wiki ya kwanza ya pili, mimi nilikuja hapa, nilitaka nini? Suluhu. Tusuluhishwe yaishe. Kwa hiyo mimi sitaki kuwapata faida sana. Yaani mimi nataka tu niahidi hapa. Tukitoka hapa. Maana sielewi sana hiyo sana ya aina gani. Simu zingine napokea, zingine napokei. Message zingine anajibu, zingine yajibu. Hiyo kitu mimi, yani hiyo kitu imeniuma sana. Yani achana sio kumtaja sio nani Aisha sio Shura, mimi sio shida zangu. Shida zangu yeye mimi anizingatii. Alafu mimi nimetoka naye mbali. Mimi yani kama nilivyokuambia mimi nilikuwa na ibada hela za mama yangu za vikoba sio za nini. Nampa yeye anajua muulize hapo mwambie akatae hapo mbele za watu. Alafu anakuja anafanya vitu vyeusi. Kwa hiyo inakuwa sio kweli. Mtu ambaye amekuvumilia unavomkatisha tamaa. Wasichana wengine yani unafikiri msichana ananiangalia mimi saizi hapa anaweza kuchukua lake ampe mwanaume wake tena? Si anaona vina maana? Unajua Usi na wewe unashindwa sana kutumia kitu kinaitwa busara. Sawa? Kuna maneno ambayo unazungumza, wewe huwezi kuniheshimiu kwa unaongea kauli kama hizo. Sawa? Vitu ambavyo unazungumza wewe sasa hivi ni vitu vya kunivunjia mimi heshima. Swala la sura ya kuvunjesha. No, nisikilize. Mnasaidiana kwenye ana discipline ya kuzungumza. Mimi sitaki hapa sija kuja kubishana kuzungumza mtu sawa. Wewe hujui kichoni kwangu mimi kuko vipi. Kwa hiyo ambao mmeniletea leo sawa. Nilichokuja mimi hapa kufuata ni kufuata tu mke wangu tuondoke. Basi. Naomba tuondoke tukazungumze nyumbani, issue nyingine sijui simu ilifanya sijui tutaenda kuzungumzia nyumbani. Sasa mwanangu unaonaje myamalize hapa yani muondoke hapa in peace.
Yaani msiwe kila mtu na ego zake, huyu ana hasira hivi, huyu ana hasira zake. Shida iko hivi. Mimi hapa sina kosa ambalo yeye nimemfanyia. Sawa? Kile ambacho yeye aliorozesha kama ni sababu au ni kosa ambalo mimi nililifanya kwake yeye, si ndo manake nimwambiaje majibu yake au ukweli wa kitu ambacho yeye anahisi ana wasiwasi nacho kwamba labda niko kwa wanawake, si na mzalau, usipokee simu zake. Sawa? Tutaongozana mimi na yeye kesho mpaka seti. Sawa? Ili akaone huko mnaposhutia. Sawa. Utaenda? Mimi naenda. Na nataka nikajua utaratibu pia ukoje. Kama ndo wanakaa wiki mbili zote hizo na wengine je wanaongea na watu zao ongei nao. Au labda wananyang'anyoga simu wanafichiwa. Sasa mimi siwezi. Tumeshamaliza, tunaweza tuende. Mimi nafikiri mpaka hapo tumemaliza, si ndio? Ila shikaneni mikono basi kama mmeweka peace. Au nasemaje? Dada, shike mkono mwenzako. Mimi nataka niwaunganishe, yani muondoke in peace. Sawa? Ataki. Unajua nini? Kusikiliza. Mimi sielewi kwa nini yeye amefanya hivi vitu vyote yani. Huyu anakupenda mzee. Si unajua wanawake walivyo. Sasa ndo uniletee vitu kama hivi, mambo mengi kama hivi. Hii si micholesho, hapa anafanya mwenyewe nazongwa tu. Sasa unajua mkiwa wenyewe hamwezi kusolve. Sasa akikuleta sehemu kama hii kidogo, hata kuna kale kauaibu cha watu ukiwaona kama hivi, utarahisisha mambo mzee. Mambo yasiwe mengi au vipi? Haina noma fresh. Kwa sasa okay, kama Husna umesema jamaa unampenda bado. Kwa sasa naombeni tuungane kwa pamoja, tushikamane, yani tupeane mikono. Yani kama hii swala tulimalize hapa, muondoke in peace. Yani hata kwa furaha, kesho utaenda huko setu utaangalia kama kuna issue ambazo 2-3. Uzuri kasema kwamba issue ya Swaumu mkataja tu kwa sababu hakuwa anajua pia anaongea na nani. Kwa mimi hiyo issue siwezi kuitetea tena 100% kwa sababu ndo kaongea. Sawa. Kwa sasa kinachoangaliwa hapa, simama tumalize. Mwanangu, huyu mkeo anakupenda mwanangu. Wewe simama tu mwanangu, tumalizane tu. Tupeane kama ni mikono bana. Watu mpe mkono mchumba wako. Bwana. Dada, hapo si umeridhika? Umefurahi? Usikasirike tena. Sawa. Ameisha. Sema unajua nini? Mimi niongea kitu ambacho kiko wazi. Mimi hizi issue sizipendi. Sasa mkeo anazipenda. Mimi no, ngoja sema hivyo ila iko hivi. Mimi nimekwambia uhalisia. Sawa? Hii hapa ni jioni, afu ni usiku, muda umeenda, sawa? Wewe kama ningekuzuru ingekuwaje? Kunidhuru inakuwa sio rahisi sana kwa sababu pia umenikuta sema ambao ni safe. Mimi wasiangalie hicho, siangalie hicho. Ngoja nikwambie kitu kimoja, sawa? Kila mtu ana namna anavyoishi. Sawa? Hizi issue za mitandao sio nani, mimi ni msanii, sawa? Sawa, mimi ni msanii, lakini kuna namna, kuna vitu wasivipendi. Sio? Lakini ili swala ambalo limefanyika hapa kuwapatanisheni, wewe limekuchukiza? Limenichukiza kwa sababu ya namna mlivyonipokea na mlivyoniandaa hivi. Sasa nafikiri tungekwambia kwamba kuna nani na nani hapa ungekuja. Yaani ningekupigia simu bwana nipo na Husna hapa. Njoo hivi na hivi ungefika? Usingefika. Sema ukweli usingefika. Yaani ni hivi. Tumeandaa uongo ambao ni unajua hata Mwenyezi Mungu anasema kwamba danganya pale ambapo unahitaji msaada. Ngoja tuende mwana. Tuondoke. Umemaliza. Poa. Acha mbona mikono. Sasa nipe mkono mzee. Poa mwanangu. Aisee, ngoja nafungulie. Mwanangu kwa makini. Au sio? Oya, hicho kidali nataka kupewa mkono. Bwana bwana I go by the name Ray. Leo nilikuwepo na wageni bwana, lakini pia usisahau kuna udhamini wa Tronics, wauzaji wa vifaa vya jumla na rejareja Kariakoo mtaa Likoma na Grey. Delivery wanafanya, vifaa vyao ni bei nafuu sana. Wapo Kariakoo. Namba zao ni hizi hapo. Lakini pia nyuma ya kamera yuko G Machine. Tumemaliza swala letu bwana. Jambo letu limeisha. Ciao.